hofu katika maisha ya wengine. Lakini mitume walipokuwa na hofu ile, walipata nguvu tu alipokuja Roho Mtakatifu. Na anapokuja Roho Mtakatifu katika maisha yetu, nasi tunapata nguvu, nasi tunakuwa sasa, zile hofu zinaondoka. Maana anaposhuka aliwashukia kama ndimi za moto. Ndimi za moto ni ishara ya kwamba anapokuja Roho Mtakatifu anauondoa ule ubaridi tuliokuwa nao ndani ya mioyo yetu, anaondoa ubaridi wa imani yetu. Lakini pia moto unaangamiza, unateketeza, na ndio maana Roho anapokuja anateketeza yale mawazo yetu mabaya, anateketeza ile dhana ya dhambi iliyopo ndani yetu, anateketeza ule uvivu uliopo ndani yetu. Lakini yeye pia anatujalia neema ya kipekee, anatujalia fadhila za kipekee, na anapokuja kila mmoja anazungumza kwa lugha yake mwenyewe. Na ndio maana wanapenda huo wimbo, inakuwaje tunasikia kila mmoja anazungumza kwa lugha yake yeye mwenyewe, na anazungumza matendo makuu ya Mungu. Niwaombee ili Roho Mtakatifu hawajaze, ili kila mmoja azungumze kwa lugha yake yeye mwenyewe matendo makuu ya Mungu. Kama wewe ni mwalimu, uzungumze kwa lugha ya ualimu matendo makuu ya Mungu, kwa ufundishaji ulio bora wa kile ambacho unatakiwa kufundisha. Kwa ufundishaji wako iwe ndio lugha ya kuyatangaza matendo makuu ya Mungu. Kama wewe ni baba wa familia, uzungumze kwa lugha ya kibaba ambayo inatangaza matendo makuu, kwa kuwa baba mwaminifu wa familia yako, kwa kuwa baba mwajibikaji kwa familia yako, kwa kuwa baba mwenye kuitunza familia yako, kwa kuwa baba mwenye kuienzi, mwenye kuheshimu, mwenye kuwa na muda na familia yako. Unapoipenda familia yako, unapoidhamini kama baba, hiyo ndiyo lugha ya Roho Mtakatifu unayoizungumza na kuashiria na kuonyesha mapenzi ya Mungu katika safari ya maisha. Kama wewe ni mama wa familia, uzungumze lugha ya kimama inayoonyesha matendo makuu ya Mungu yanayoonekana kupitia utii wetu, yanayoonekana kupitia heshima zetu, yanayoonekana kupitia wajibu wetu wa kuwa kina mama walezi bora wa familia zetu, kuwa kina mama walinzi wa familia zetu, kuwa kina mama ambao ni wasaidizi, kama tunavyoambiwa katika somo la kitabu cha Mwanzo kwamba Mungu aliwaumba kina mama kuwa wasaidizi. Ni katika kuwa msaidizi ndani ya familia unapotangaza matendo makuu ya Mungu. Kama wewe ni kijana, ni mtoto, uyatangaze matendo ya Mungu kwa lugha ya ujana wako, kwa lugha ya utii wako, kwa lugha ya kujituma kwako, kwa lugha ya usikivu wako, kwa lugha ya kuyatimiza na kuyatenda yale ambayo unaamrishwa kuyatenda. Na ndio maana lugha hiyo walioipata wote walizungumza jambo moja, makuu ya Mungu. Na sisi tunazungumza makuu ya Mungu kupitia lugha zetu tofauti, kupitia kuishuhudia imani yetu, kupitia kuishi Ukristo wetu, kupitia uaminifu wetu katika majukumu yetu ya kila siku, hata katika biashara yako. Hiyo ndio lugha ya kuweza kushuhudia makuu ya Mungu kwa uaminifu wako, kwa namna unavyowapokea wateja wako, kwa namna unavyoonyesha watu
jinsi ambavyo wanaenenda katika maisha yao, na ndio lugha ambayo tunaalikwa sisi sote kuitumia, lugha ya Roho Mtakatifu, ambayo lugha hiyo inatupa sisi kuwadhamini wengine, kuwaheshimu wengine, kuwapenda wengine, na kutambua kwamba kupitia wao tunaona na tunaonja upendo wa Mungu na tunayashuhudia makuu ya Mungu. Lugha hiyo ambayo tunaalikwa kuizungumza sio lugha ngumu, bali ni lugha ambayo inahitaji sisi tuwe na mioyo mipana, tuifungue mioyo yetu ili Roho Mtakatifu aingie ndani yetu, ateketeze zile lugha za chuki zilizoko ndani yetu, ateketeze zile lugha nyingine ambazo zinaharibu upendo wa Mungu. Na ndio maana katika Injili Kristo anawaambia mitume, amani iwe kwenu. Roho Mtakatifu anapoingia katika maisha yetu tunakuwa na amani. Amani hiyo tuieneze kwa watu wengine. Amani hiyo inatusaidia sisi kuyaishi maisha yetu kwa kusaidiwa na yale mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, kwa kusaidiwa zaidi na nguvu za Roho aliyepo ndani yetu, na kwa namna ya kipekee anawapa uwezo wa kusamehe dhambi, uwezo wa kuwaondolea watu dhambi. Anatukumbusha tena umuhimu wa sakramenti ya kitubio katika maisha yetu, na ndio maana katika maandalizi ya kufanya sakramenti ya kitubio, jambo la kwanza kabisa huwa ni kumwomba Roho Mtakatifu ili aweze kutukumbusha yale madhaifu yetu, ili aweze kutukumbusha zile dhambi zetu. Tuipende sakramenti ya kitubio, maana ni sakramenti ambayo tumepewa ili kuungana tena na Mungu. Roho ambaye ni utakatifu anapokuja kwetu anatuunganisha na Mungu, anatuunganisha na Mungu kwa njia ya kanisa. Kanisa nalo linatupa njia ya sakramenti kama njia ya kufikia ule utakatifu, na ndio maana sakramenti zinatupa neema ya msaada, zinatupa neema ya utakaso. Neema hiyo inatutakatifuza sisi na kutuweka pamoja na Mungu. Hivyo basi, taifa la Mungu, neema hizo ambazo tunapewa zinatukumbusha pia kwamba kila mmoja wetu amepewa karama yake, amepewa kipaji chake. Karama hizo hazipingani, bali tunazitumia katika kuinjilisha, katika kutangaza ukuu wa Mungu. Na ndicho alichowakumbusha Paulo Warumi katika somo la 2, kwamba wengine tulipewa karama tofauti, wengine tulipewa huduma tofauti, wengine tulipewa mbinu tofauti za kutenda kazi, lakini zote hizo ni Roho mmoja ambaye anatupeleka katika umoja, ambaye anatupeleka katika kufahidiana sisi wenyewe. Tumwombe Mungu ili Roho Mtakatifu anapowashukia mitume hatushukie sisi tulio mitume wa siku hizi, hatujalie neema zake, hatujalie mapaji yake 7, hatujalie uwezo wa kuyaonyesha na kuyahubiri matendo makuu ya Mungu kwa kupitia yale matunda yake anayotujalia. Maana mtu mwenye Roho Mtakatifu utamtambua kwa matunda yake, si ndio? Ili ujue kwamba huu ni mparachichi, ni lazima uone nini? Lazima uone nini? Parachichi, si ndio? Ili ujue kwamba huu ni mwembe, lazima uone ili ujue kwamba huu hapa ni mkwaju, lazima uone. Na sisi ili watu waone kwamba tuna Roho Mtakatifu, lazima waone matunda ya Roho. Kwa hivyo ili watu wajue kwamba sisi nasi tumempokea Roho Mtakatifu, ni lazima waone upendo wetu, waone furaha yetu, waone uvumilivu wetu, waone uaminifu wetu, waone imani yetu, waone amani yetu, waone upole wetu, waone kiasi tulicho nacho, waone ni namna gani tunavyojishinda, waone ni namna gani
ambavyo sisi ni wakarimu, waone ni namna gani tunapoziishi zile fadhila za kimungu. Pokeeni nguvu za Roho Mtakatifu.